Bwana, mambo vipi? Mimi ni Vegostar Babalao na hapa ni Shabani King TV. Kwa leo tuko na brother fulani, tuna kaka yetu fulani, tunakwenda kupiga mastori moja mbili tatu. Atakwenda kujitambulisha kwa majina mwenyewe. Kaka vipi hali? Safi. Unaitwa nani? Labda mashabiki wangependa wakujue zaidi. Jina langu naitwa Isaya. Kama jinsi alisema jina yake anaitwa Isaya, na ningependa ujitambulishe zaidi ili watu wakujue zaidi, unaishi wapi na unafanya kazi gani, kama hivyo yani. Mimi naishi Wichita, Kansas. Naishi mimi ni mwimbaji tu. Kama jinsi alisema yeye anaishi Wichita na yeye ni mwimbaji kawaida. Washabiki wangependa wajue unaimba kwenye kundi, unaimba gospel mwenyewe au ni mwimbaji wa nyimbo za kidunia au vipi? Mimi ni mwimbaji, naimba kwa kundi na pia hata nyimbo zangu za gospel zitatoka sababu bado naandaa album. Yeye ni mwimbaji wala sio mwimbaji wa kidunia. Yeye ni mwimba gospel, anaimba kwenye bendi na pia anaimba kivyake, maana kaeni ready, maana suni tu atakuja kuachia vitu. Niseme kwa mashabiki fulani ambao wamekuzoea, wanajua kweli, wapo ambao wanajua unaishi Wichita na wapo ambao hawakufahamu zaidi, na wangependa zaidi waone mabadiliko yamebadilika. Unakuwa unapiga collab na watu wa nje kama vile sijui naweza nikasema wa James ya nguvu wa kina nani. Unasemaje kuhusu hilo? Hilo ni wazo zuri na ni vizuri, lakini unajua kuwa na ile connection na watu ndio inakosa. Lakini live kama ile connection inaweza ikawepo, naweza nikafanya hiyo kazi. Cut. Kama gisi kaka yetu amesema na nyewe wenyewe mmemsikia, ningependa aweze kujitambulisha kwa watu wamfahamu zaidi, ametokea wapi. Ingekuwa vizuri sana kaka. Nilitokea kambini ya Rugusu, kafikia hapa Wichita napoishi. Nafikiri mnamsikia. Ningependa uweze, kama una account ya YouTube, ili mashabiki au wafuasi wangeweza kukufollow zaidi. Kama una account ya YouTube unaitwa nani, na labda tunaweza tukakufuatilia zaidi ili tuweze kupata vitu vipya. Ambaye anaweza katake kunitafuta, anaweza kanitafute kwa account ambayo inaenda kwa jina la Isaya Modeste Abdalla wa Yesu. Anaweza kanitafutia hapo. Ukitaka kumtafuta kaka hapa unaweza kaandika Isaya Modeste Abdalla wa Yesu, utampata. Pale kuna nyimbo fulani, nafikiri kuna nyimbo fulani pale. Pale utampata zaidi. Tunaenda kwa kipindi cha pili. Kaka uko tayari? Poa, mimi nina swali kaka yangu, ningependa nikuulize maswali mawili matatu kama utojali. Mimi najua wewe kaka, wewe ni kaka yetu, afu wewe ni mkubwa, una mawili matatu ya kutufundisha sisi wadogo zako ili tuweze kujua vitu vingine zaidi ambavyo hatujui. Twende kwa masuala ya vijana na wasichana hapa Wichita. Unaweza ukaiongeleaje hiyo kwa vijana na wasichana? Maana vijana wengi wao wanakurupuka tu kuoa, utakuta hata miaka bado hawajaeneza miaka, wanaoa hawajakuwa na mbele wala nyuma. Hiyo inakaaje kaka? Nafikiria kwa swala hilo la vijana kurupuka kuoa au kuolewa, nafikiria ili mtu akurupuke kufanya hivyo, sio kwamba anakurupuka, tayari anakuwa ameshajiona kwamba amekuwa na akili yake tayari inakuwa imeona kwamba yeye ni mtu mzima na amejipanga kuzamilia kuoa au kuolewa. Nafikiria anakuwa tayari ameshazamilia, na sio kwamba eti anakurupuka. Kwa sababu ukisema kukurupuka ni ile kutegemea kitu kinakuja tu kwa bahati mbaya, lakini ikiwa unaongea na msichana au na mvulana, mnaongea huko, mnapanga ya kwenu mpaka mnafikia kuoana, hamjakurupuka, mmepanga bali mmepanga. Mimi naweza nikaongelea kwa tetesi ambazo zipo mtandaoni kwa sasa hivi, ni kuhusiana na nyie vijana. Kwa mfano waimbaji wa kwaya makanisani na vijana wanalalamika eti kwa nini
vijana wa ndani ya kanisa mnatoka mnaenda kuoa wasichana wengine wa nje, na wao wapo mule ndani, afu nyie mnawachukulia kama dada zenu. Hiyo imekaaje kaka? Au unaweza ukawaelewesha vipi mashabiki na watu ambao wanafuatilia TV waweze kuelewa? Nafikiria kwa hilo kusema kwamba kutoka kuacha kuoa kwenye kwaya unaenda kuoa nje ya tofauti na kwaya yako au na kwaya yenu, Na tena unachukulia kama wale ni dada zako. Ya moja kwa moja hiyo inaendana kwanza na jinsi watu mnavyojishika au mnavyoshikana kwenye kwaya. Utakuta wewe mimi nakuchukulia kama mdogo wangu, so ni hivyo tu, sitataka twende kivingine. Utakuta nina mwanamke lakini nawachukulia kama dada zangu. Na kingine shida inakuwa kwamba moyo. Ndio. Unaweza ukawa unaimba na wanawake wazuri lakini moyo wako usiwe pale, moyo wako ukawa nje. Lazima tu utafuata kile ambacho moyo unataka. Ya kama gisi kaka amesema, nimemuelewa kaka. Anasema eti kwamba, nafikiri umemsikia gisi ambavyo amesema, na mimi nitakwenda kumuuliza, nitamrudisha nyuma kidogo nimuulize maswali mawili matatu tena. Ya japokuwa maswali haya sio hayagemei sana kwa mambo ya kanisa sana kivile, nafikiri mtanielewa. Kaka, mimi ningeuliza swali kuhusu uimbaji, kuhusu wewe vipi? Kwa gisi wewe unaona na gisi kama wewe mwenyewe binafsi, nafikiri unaimbaga na wasichana. Kwa wewe hiyo imekaaje? Kweli mimi naimba na wasichana wengi sana, wazuri, warembo na waona, lakini ili uheshimiwe lazima ujiheshimu. Na ukiwa kiongozi, ukifanya kitu kwenye kundi, lazima unajishushia heshima. Sijui kama unanielewa. Ya mimi nimekuelewa. Kwa hiyo tunaweza tukasema 1 2 3 ya wewe kutokufanya hivyo ni ile unaona unaweza kujishushia heshima au vipi? Yaani mimi nalinda heshima yangu kwa sababu mimi ni mwalimu wako. Nikija tena mimi mwalimu wako na kuambia kwamba bwana mimi ni hivi na hivi na kupenda sijui nini na nini, nahitaji tuwe kwenye mahusiano, moja kwa moja kuna kitu nakianzisha kwako. Hata kama nikisimama mbele yako, kwa sababu nimeshakuwa na wewe kwenye mahusiano, hautoniheshimu kama kiongozi, utanichukulia kama nani? Kama mpenzi wako. Yes. Kama gisi kaka amesema hapa, mimi kaka nimemuelewa. Ila kaka, ningependa tuongelee sana kuhusu vijana. Maana vijana wengi wameharibika, vijana wengi pombe nyingi, bangi nyingi, wamekuja kuharibika na hali za Marekani. Wengi hawapendi kwenda ibadani, hawapendi kanisa, wanaona kama ni mambo ya sijui niseme ni mkaa vile mambo ya kidunia tuseme. Hiyo inachukuliaje kwa unaichukuliaje kwa vijana kama na hao, au unaweza ukawashauria vipi kuhusu mambo kama na hayo? Najua mambo ya kusema kwamba watu wanakuja kuharibika na pombe na mengine na kutokwenda ibadani, hiyo inatokana na mtu kutokujua ni wapi ambapo ametoka. Kwa sababu ungekuwa unajua wapi Mungu alikutoa ende ukafika. Unajua mi sometimes nafanyaga nikiwa naendesha gari langu na kuaga nafikiria, najiuliza hivi ni lini mimi ningeweza kutembeza gari kama hivi. Lakini kama leo natembeza gari, si neema ya Mungu yeye amenipa. Nimefika mpaka hapa Marekani. Mimi ni nani? Kuna wale ambao yani hawajawahi kufika au wanatamani kufika, hawajapata hiyo nafasi. Sasa mimi nimefika. Sasa kwa nini nije nijichanganye huku? Kweli nyuma tulijichanganya. Unaona, tulijichanganya lakini tulitoka huko. Na unapoamua kusonga mbele, si vizuri tena ukarudi nyuma. Ndio kaka, mimi nimemuelewa. Kama gisi amesema, mimi nimemuelewa kaka, ila ningependa nikupe dakika 2 au dakika 1 uwashaurie vijana kama na hao wenye hali kama na hizo, kwa sababu maisha ndo yanabadilika muda wote. Maisha yanabadilika, kama gisi vijana wanatoka Afrika kufika hapa wanabadilika, wataki kufanya kazi,
wenyewe ni mambo ya wanasema ustaa sana hiyo ya wamebadili mpaka wanasema ustaa. Sijui hiyo imekaaje, na ningependa washauri vijana kama na hao. Nimekupa muda kazi. Asante sana. Ya kwanza cha kuwashauri ni kitu kimoja ambacho mimi naweza nikawashauri, tujue huku ni sehemu gani tulipo na huku tumekuja kufanya nini, kwa sababu huku tunakuja ni kama tunakuja kulima, na kama umeenda sehemu kulima lazima unategemea kupata, ukishalima ukishapanda upate yale mazao. Yeah. Kwa hiyo hapa tunakuja kutafuta, so nchi ya kuja kujichanga na hali za huku, kwa sababu tunaona hali tofauti sana huko. So ukija ukijichanganya na hali za huku, kweli huku kuna watu hawataki kazi. Unakuta mtu hataki kazi lakini pombe anataka kunywa nini na nini. Lakini jua kitu kimoja kwamba haya maisha ulikotoka na ulipofika, kuwa na lengo, nini nafuata huku au nini natafuta huku. Natafuta maisha yangu. Unajua unaposhindwa kuiandaa leo, ukishindwa kuiandaa leo yako, hata kesho yako utashindwa kuiandaa. Kwa hiyo jiandae leo yako na kesho yako iwe nzuri. Ya kama gisi kaka amesema, mimi nimemuelewa, na mimi ndo mtu wa kwanza kujifunza kwa haya mambo ambayo ameongea, kwa maana ameongea ukweli. Na mimi 1 2 3 ni vizuri sana mtu kupata mshauri kama na huu, maana so kila mtu, kuna watu wengi huwa hawapati nafasi kama na hii ya kupata mshauri kama na huu. Ila mimi kwa leo nimepata ushauri, na mimi na imani nitakwenda kubadilika 1 2 3, kwa sababu na mimi naye ni kijana pia, na mimi bado nakuwa, inabidi nibadilike ingali mapema. Maana wabembe wanasemaga eti mmeo kobungwa ele bobese ona oma toshi bashi obunga. No wabembe mkebuka mkebuka unakunja bado mbichi, ukikauka hawezi ukaweza kukunja tena. Sawa, mimi nimejifunza mengi sana kaka. Niseme asante sana kwa muda wako, na mimi nashukuru pia, asante sana. Na imani vijana wenzangu watakwenda kujifunza mambo mengi sana. Na hii hapa ni Shabani King TV, na mimi naitwa Vegostar Babalao, Miss Nobody.